uwe akili. Ulipotoka kwenye lile kanisa ukacho na libomoa, haukufanya uchungaji na kusii kwa rehema za Kristo Yesu, huyu tunayemwabudu, huyu tunayemtumikia, huyu tunayemtumainia, urudi kule ukaombe msamaha kwamba kitu nilichokifanya nimetenda dhambi. Maana Wafaransa wanasema il y a pas une vision dans une autre vision. Hawezi kuweka vision mu vision ingine. Kwa mfano, uko Msepake, unaweka ingine vision Msepake. Hiyo ni ushetani sasa. Ikiwa ni uko Msepake, fata vision ya Sepake, fata katiba ya Sepake, fata taratibu za Sepake. Muislamu anatoka hapa anaenda kwa mwingine Muislamu. Mimi siko kule maana siko Muislamu. Mimi ni Mkristo. Amen. Mimi ni kanisa la Kristo. Kwa hiyo, wapendwa katika Kristo Yesu, na waandikia sio kwa karatasi na sio kwa wino uharibikao, lakini kwa pumzi na nafsi na roho ya nguvu ya Mungu iliyo ndani yangu, kwamba turudi kwenye msimamo. Upendo wetu wa kwanza urejeshwe mahali pake. Upendo wetu wa kwanza urejeshwe mahali ambapo Mungu ametuitia, ili tuweze kulitangaza neno la Bwana. Tuitangaze injili bila mawaa, tuitangaze injili katika upendo. Mchungaji na mchungaji hamwezi kusalimiana. Huo sio uchungaji, huo sio Ukristo, hiyo sio imani. Mchungaji unamsalimia mwenzako na uchawi na sumu, anaenda kula sumu. Hapana. Wapendwa wanangu katika Kristo Yesu, wanangu katika imani, mpendane ninyi kwa ninyi. Makanisa ya Afrika tupendane sisi kwa sisi. Makanisa ya dunia, ikiwa utafata sauti hii, ukiwa mahali popote ile, jua kwamba hakukuwaki vision katika vision ingine, lakini kuna kuwaka reparation. Tumegombana, ndiyo, ni kawaida, maana muti inakuwa na matawi, na yale matawi hakuna jinsi yasikwaruzane. Tunapokwaruzana, tuombe Mungu atusamehe, turudi kwenye mustari. Lakini tunakuwa ni watu, tunapokwaruzana inakuwa sasa ni kidonda ya miaka na miaka. Mimi nitamuonyesha, na anajionaka juu ni msomi. Kwa nini haujasoma? Eti mchungaji ambaye amesoma aliambia baba yako sikusomeshe? Hapana. Na kama bado haukusoma, bado ungali na muda. Nitafute mimi kwenye chuo cha The Way of the Cross International Pentecostal Bible University, nitakusomesha online na utakuwa na vyeti kushinda hata yule ambaye anasema amesoma, maana na utakuwa tayari unasoma. Kwa hiyo mpendwa katika Kristo Yesu, rudi kwenye msimamo, rudi kwenye msingi wa imani yetu. Tumeokolewa katika Kristo, tumebatizwa katika Kristo, tunakuwa na imani moja, tunakuwa na Mwokozi mmoja. Kwa nini vita katikati yetu? Kwa nini vidonda katikati yetu? Kwa nini maumivu katikati yetu? Kwa nini dharau katikati yetu? Mpendwa, hatuwezi kuirithi mbingu, hatuwezi. Umejitenga na mwenzako. Sio kwamba Mungu amekutenga, umejitenga na mwenzako, lakini Mungu iko naona. Kwa nini? Na mlikaa mara ngapi chini mkasuluhisha hilo tatizo? Ikiwa mimi ni mubaya, je, umekuja ukaniona ukaniambia mimi ubaya wangu? Au ulikuja ukanishauria nikakupinga, nikakupiga? Sivyo wapendwa katika Kristo Yesu. Ushirika katika Kristo ni muhimu sana. Ushirika katika watoto wa Mungu ni muhimu sana. Mungu atubariki, Mungu atulinde. Mimi ni Askofu Mathayo, mwanzilishi wa makanisa ya kimataifa ya kanisa la Kipentekoste njia ya msalaba kwa mataifa yote. Siwezi kutamani kwamba tuko kwenye kanisa moja, kwenye kartie moja, tusikie kwamba kanisa njia ya msalaba Uvira, Mlongwe imejigawa, moja kaenda hapa, ingine kaenda hapa. Hapana. Tunaweza tukaongezeke, kanisa likawa na watu wengi, tukaenda wachungaji wakawa ni wengi kanisani, tukaenda kupanda sinagogi
au tukapanda kijiji. Tunapopanda kijiji, kile kijiji kinaongozwa na nini? Kile kijiji kinaongozwa na lile kanisa mama ambalo limekwenda kupanda ile kijiji. Ripoti zote zitaenda wapi? Zitaenda kwa kanisa mama. Lakini sio kile ambacho tunakiishi leo. Sote ni Wakristo wa hili kanisa. Tunapigana na Bishop Matayo. Tunaenda kuanzisha tena lile kanisa pale bila ruhusa ya Bishop Matayo. Hiyo ni mchafuko, ni kuchanganyikiwa. Tumwombe Mungu wa rehema, tumwombe Mungu wa upendo atusaidie. Kanisa ya Afrika turudi kwenye misingi. Misingi yetu ni ipi? Misingi yetu ni ipi? Misingi yetu ni Yesu Kristo. Paulo kauliza, nampenda sana Paulo, ikiwa misingi imeharibika, mwenye imani atafanya nini? Mpaka kuna wengine kanisa limewekwa wakfu, anaenda kuchukua tena ati basi twende kutawaza hii madhabahu tena. Kuku inachinjwa, kama ni usiku kama ni mchana, inachinjwa kwenye madhabahu. Eti tumefanya nini? Tumekwenda kukonsecrate tena vile kanisa. Jamani, kuku ichinjwe kwenye madhabahu, hiyo ni uchawi na nailaani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mpendwa, mtumikie Mungu, muamini Mungu aliyekuita. Kwenye njia ya msalaba hakuna mzaha. Yesu akasema, jitwike msalaba wako na unifuate. Nami naomba umfuate Kristo Yesu. Mchungaji na mchungaji, hata kama mkikorogana, wewe kuhama kanisa haiko ndo sababu, lakini kuhama kwako kanisa ni upagani mtupu. Tunakaa pamoja tuyamalize. Hiyo ndo Ukristo. Ndo maana kuna neno msamaha. Tuyamalize. Tutakapoyamaliza, basi tusonge mbele na injili ya Kristo isonge mbele. Iende mbele injili, iende mbele, iende mbele injili ya Bwana, iende mbele. Katika injili hatufanyi competition, hapana. Hata kama mimi niko na kanisa na ni la watu wawili, ni injili ya Bwana inaenda mbele. Usinidharau. Hata kama mwenzako iko na kanisa, iko na watu 5, usimdharau. Ni injili ya Kristo inaenda mbele. Lakini kama hana vision, amefanya kwa sababu ya njaa, sababu naye aonekane iko na kitambi, hiyo sio kanisa. Kanisa, Mungu amekupa maono. Leo watu wanakuwa wanafanya maonyesho, tunaita demonstration. Amenidharau, amenitenga, naenda kufungua kanisa. Unaenda kufungua kanisa, hiyo sio kanisa brother. Hako ni kashope kako. Yes, hako ni kashope. Sio kwamba injili inaenda mbele, lakini injili inaharibiwa na wewe usiyekuwa na akili. Maana kama ungelikuwa na akili, ukatengwa na mchungaji, haja kuvamia, umetenda dhambi, ngoja muda wa kutenguliwa ufike. Ngoja muda wa kuwekwa tena tayari ufike. Utakapowekwa tena tayari mbele za Mungu, basi utaendelea kufanya kazi. Mimi nimemwona mchungaji na nimefanya kazi na huyo mchungaji mwaka wa 2012. Alikuwa ni pastor, akazini na mwipo wa revera pastor. Tena alikuwa anasimamia district ya Witiemse Park. Watu wanaonifahamu, profesa anazungumza, wanaojua huu ukweli kwenye dunia nilizozitembelea, hii video kitakapowafikia mtakumbuka ninamzungumzia ni nani. Huyo revera pastor alikasirika sana, akahuzunika sana. Mara moja ule mchungaji alitengwa, na kutengwa kwake zaidi ya miaka 10. Hakuacha kanisa. Glory to God. Glory to God. Hakuacha kanisa, bali alivumilia. Miaka 10 kapita. Mwaka wa 13 huyo mchungaji
akatenguliwa. Baada ya kutenguliwa, kama unavyojua sheria zetu za WTMC Park, huko tulikotoka huko, baada ya kutenguliwa wakaanza kumruhusu kumpatia maombi. Vijana wako na mkutano, wanamruhusu wasindikize. Maombi ya usiku wanampatia simamie. Maombi ya usiku wanampatia hubiri, mpaka jinsi walienda na wanamlea kidogo kidogo kiimani. Huyu ni mchungaji tena mwenye nguvu, akihubiri unadondosha machozi, kidogo kidogo kiimani, kidogo kidogo kiimani, mpaka wakati ambapo alianza pewa tena madhabahu siku ya Mungu, mbele ya watumishi wengine na mbele za kondoo za Mungu. Alivumilia mpaka uvumilivu wake ukampatia tena nafasi ya kuendelea kuwa mchungaji. Tujifunze kutokana na huyo mtu. Amen. Mimi hata kama leo natenda dhambi, nikatengwa, nitavumilia. Siwezi kusema kwamba mimi nimetengwa, naenda kufungua kanisa. Never. Never. Maana hiyo ni ujinga na ni upumbavu mtupu. Mungu wa rehema akubariki. Mungu wa rehema akubariki. Tumia kila mchungaji ambaye ameuza kanisa, umwambie kanisa la Kristo haliwezi kuuzwa kwa pesa. Kama mtu amejenga, yule mtu akafariki, kuna watu walibaki pale. Kama wale watu walitoka, kuna mwingine ameingia pale. Sio tuuziane. Hapana. Kanisa la Kristo haliuzikani. Ni jengo ambalo limetengwa wakfu kwa ajili ya Kristo. Ikiwa umetengwa ukaenda kufungua kanisa, rudia kwa mchungaji aliyekutenga. Uombe msamaha na urudi kwenye kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu iende mbele. L'union fait la force. Umoja ni nguvu. Utengano ni udhaifu. Na kupenda sana mpendwa. Alikuwa ni mimi, Bishop Professor Mathieu E. Justin, kutoka kanisa la Kipentekoste Njia ya Msalaba. Bye bye.